Let me pray and we continue. Father, in the name of Jesus, I bless you for this hour. It is not by might nor by power, but it's by your Spirit we are alive today. I give you glory for this hour that I'm going to speak to your church, Jehovah. I pray that your will be done as I speak that which belongs to you, Lord. In the name of Jesus Christ. You are holy and mighty, Jehovah. Let you speak to our hearts, transform and bring us into the way of the living God. We may live in his ways until all the days of our lives. We bless you and give you the glory. I pray for special attendance unto your word. Direct us by your Holy Spirit and let your will be done. For it is in Jesus' mighty name I do pray and I believe. Amen. You can sit, please. But I want to beg you for something. I've seen a lot of disorder outside there. There are some people who don't do anything outside there, and they're just standing there. I don't like that. Sorry for correction, but I believe I'm right before Jesus. Amen? Even right now I'm speaking, there are just people outside there doing nothing. I want them to be in, if possible. I believe you forgive me for that after everything. Yes. Because in these things of the kingdom we must be serious. We don't compromise, we don't joke. We please nobody. Hallelujah. We only please him who called us. That is all. Amen. So I'm instructing that to take place, please. Nobody to remain outside even I'm not doing anything. Hallelujah. Yes. And because I know there are many there doing nothing. I want to finish up with the reality of redemption. But I'm sorry to say the teaching may not end in the conference because time is short. But I'll try to squeeze what is there for this hour. If you're writing, for those who are writing, or maybe you're recording voice, anything, also record your voice with your phone. Since the fall of Adam, men were born sinful. Since the fall of Adam, men were born sinful. When your father does something wrong and he has not yet begot you, yani baba yako akikosea jambo na hajakuzaa, utazaliwa na hilo jambo until God comes intervention. Hallelujah. Amen. So our father Abraham, after he rebelled, he did something that was not right before his God and was taken out of the Garden of Eden, chased away from the garden. In fact, from all that time, men were born sinful. Hallelujah. Amen. So you don't sin because you want. You understand me? Yes. You understand me? Yes. Don't steal because you want to steal. Because you are born. It is in you. You don't go for prostitution unless it is in you. In fact, you don't want it, but it comes out because we were born sinful. Hallelujah. Amen. And then after being born sinful, we directly entered. You can write. Men were born sinful and directly entered into a curse of the law. A curse of the law. Since the fall of man, Adam, men were born sinful and directly entered into a curse of the law. So we were under the law because of being born. We were under the curse because of being born in the sinful nature. The nature that was outside the real program of God. Tangu anguko la mwanadamu, Kiswahili, Adam, watu walizaliwa katika dhambi na wakaingia moja kwa moja katika laana ya Torati, the curse of the law. Kuna baba mmoja
alienda kwa bishop mmoja akamwambia msichana wake alipata pregnancy form 3. Unisikilize vizuri, sawa? Yes. Au hamko? Mko hapa ndani? Yes. Okay. Wenda mko nje. Sasa msichana amepata mimba form 3, sawa? And then baba akasirika sana na katoka akaenda kwa bishop. It was Bishop Harrison Kamong'ana, if you know that man. So akaenda akamwambia, sasa nimekasirika sana, nataka nimfukuze yule msichana mpaka nyumbani aende anakotaka kwenda. Hii ni aibu ameniletea. Can you imagine? Hakujua yeye ndio chanzo cha hii shida. Hata hujasema amen, utaelewa tu baada ya kusema vizuri. Amen. It is called directly being birthed out in sinful nature. Because your father has fallen already. Na anakuzaa kutoka viunoni mwake. So you come out the same copyright of the original. Oh, hamjaelewa nimesema nini. You can't be something else. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Niendelea au niache? Because kuna watu wanaanza kuuliza sasa na mimi. Si unajua ninasema nini? Unaelewa? Hiyo ndio inasumbua watu wote. Hata mimi ilikuwa inanisumbua. Sasa alipoenda kwa bishop akamwambia, sasa mimi namfukuza atoke hapa nyumbani. Hii ni aibu. Bishop akainama akasema, sasa ukifukuza ni mtoto wako. Akauliza, na wewe huyu mama ambaye ni mama yake huyu ulimpata namna gani? First ulimpataje? Akasema, mimi nakumbuka alikuwa yuko form 2. Sasa mmeshaelewa. Hata nisipomalizia, I think you are doctors in philosophy. You know what I'm saying. Sio? Si mmesoma doctors? Yes. Doctorate na PhD. Tumisha amesema PhD. Mmesoma PhD, mnajua nasema nini. Direct inaonyesha hii shida ni ya baba. Akamwambia form 2 nilimtoa mama shuleni. Nikampa mimba na nikamuoa. Sasa umeelewa. Kwa hivyo bishop akamwambia, sasa wewe ndio profesa wa dhambi. Mtoto hana shida, wewe ndio mwenye shida. Wa kwanza kutubu ni wewe. Because alitoka kwako na hii tabia ni yako mwenyewe. That is why when Adam fell, we were born sinful. Mwana tu mtoto mzuri anazaliwa tu very good. Yaani hata hana shida. Akifika tu 13 unaelewa somo. Mtasema biology, hakuna biology hapa. Mtasema sijui emotions, hakuna emotions hapa. Hii ni being born, natural birth. Ametoka na dhambi. Asipoenda kwa Yesu atafanya yale walikuwa unafanya wewe. That is what it means. Ndio maana usimwambie mtoto ajiunge na kanisa, mwambie aokoke. Hata usiposema amen, okay, that's a problem now. Usimwambie jiunge na kanisa, mwambie okoka, umjue Mungu aliye hai. No discussion. Kwa sababu hiyo tabia yako ataifanya akiwa kwako tu. Hautaweza kuitoa kwa sababu wewe hauna uwezo. Wewe sio Mungu. Haleluya. Niendelea au niache? So akamwambia bishop, acha mchezo wewe mzee. Hii kazi ya kwako, haya maisha ni wewe uliyaleta. Sasa uanze repentance wewe, utakaswe wewe, alafu ndio wao watatakaswa. Akainama chini akasema, bishop, nimeelewa, sitamfukuza tena, ni mtoto wangu nampenda. Mshangilie Bwana. Umeelewa nimesema? It was sinful birth. Maana baba alikuwa hajaokoka na hajatoa hii dhambi kwake. Na amemzaa akiwa na dhambi. Sasa that's why the things you are doing, your father was doing. Your mom is doing. Wewe una kelele kama mama yako. Umeelewa nimesemaje? Mbona unaniangalia kama unataka kuniuliza maswali? Haleluya. Haleluya. Kuna mtu ameniangalia hapo karibu nitoroke madhabahuni. Ningepita hapa mbio niende. Because anataka kuniuliza wewe. Kwani unasemaje? Si ni kweli? Sio ni muongo kama mama yako. Muongo kama mama yako. Unajua? Wewe ni muongo sana na mama ni muongo. Nani aliyemzaa mwenzake? Mama ndiye alikuzaa. Na amekutoa nje, wewe ni muongo kama yeye. Paka uje kwa Yesu because it's a sinful nature of birth. Amen. Hallelujah. Amen. Niendelee. Una hasira kama babu yako
na unaitwa jina la babu yako. So this is called the curse of the law. Ilitoka huko nyuma ikaenda na sisi. So until we come to Calvary, hakuna msaada. Only the work of redemption was able to remove the curse of the law. Sasa kwenye msalaba wa kuangikwa kwa Yesu, anashughulika na dhambi na laana, two things at the same time. He takes away the sin, the nature of sin in you, and then he breaks the curse, and you are free. Why are you not saying amen? Au hakuna freedom tena? Mbona msemi hata amen? Mmekasirika sana kwa sababu nimewakemea, mnatembea tu huko nje. You have to be serious. Bwana asifiwe. Nikwambie kitu sijaendelea. Ukitaka kujua mtoto ambaye anakuwa physically, kimzaa mtoto, kina mama mtaniunga mkono. Kama sio hivyo, I'll go back to school. Ukimzaa mtoto akiwa in between 1 month to 6 months, ukitaka kujua ni mzuri, ananyonya vizuri. Haleluya. Ananyonya mpaka unauliza wewe utanoa utatoa hii, mbona unavuta sana? Why you? Anataka kukua, and he must have the food from mother. Ukitaka kujua wewe ni mzuri kwenye huu ufalme, you like being taught the word of God. Hamjanielewa kidogo. If you want to know you are good and you'll be a very good person, unapenda kula chakula cha kiroho. Na chakula cha kiroho ni neno la Mungu. Kama hauna hicho kitu, you are done. Amen. Hallelujah. Uimbe sana, hiyo sio shida. You can sing until tomorrow. But ikifika kwenye neno, you behave like you don't want anything. You are not a child of the kingdom. Mtoto akizaliwa anakula chakula. Na cha kwanza between 6 months anaambiwa usinyweshe maji wala uji wala chochote. Anyonye maziwa ya mama. Kwa sababu maziwa ya mama yanakuwa na vitamin, yanakuwa na ile inaitwa kinga ya mwili. Hallelujah. Amen. Magonjwa yasimvamie kiroho. Ananyonya maziwa. Anasema yatamanini maziwa ya asali yasiyogoshiwa, which is the word of God. Sasa ukiokoka, the benchmark kwamba umekuwa sawa, unapenda kula neno, busy with the word. Otherwise, you are not a child of this kingdom in that manner. So, the curse of the law was created through your sinful nature of man. And then Jesus came as the Redeemer, hallelujah, to break the curse. Galatians 3:13. Galatians 3:13. I will read quickly because I'm running with time. Yes. Christ purchased our freedom. Yesu aliununua ukombozi wetu. Unisikilize vizuri. Christ purchased our freedom. Yesu alinunua ukombozi wetu. Redeeming us, akitukomboa kutoka from the curse, kutoka katika laana, doom, kule kupotea, kuharibika, doom of the law, kule kupotea kwa sababu ya sheria, and its condemnation, na hukumu yake, by himself, kwa yeye kufanyika, becoming a curse for us, akafanyika kuwa laana kwa ajili yetu. For it is written in the scriptures, imeandikwa katika maandiko, cursed is everyone who hangs on a tree. Amelaaniwa mtu yeyote anayeangikwa kwenye mti. Hata wewe kwenye kabila lenu, mtu akijinyonga, mnamzika tu kawaida. Cursed person. Yes, usiku sijui, mnaelewa? There are traditions to be done, hiki tusirudia. Because mtu kwani sema hii, this is a curse. So what Jesus did, because we are under that law, curse of the law, kwa legality, tulikuwa chini yake kisahihi kwa sababu ya maisha ya dhambi. Alipokuja msalabani, akasamehe dhambi, kuzifuta na kuzisahau. That means kama nilikuwa nafanya uasherati jana, nikaokoka leo kweli kweli,
Ukija kuniambia tuende kwenye uasherati, nitakuuliza uasherati ni nini? Haujanielewa nimesema nini? Sasa watu hatawaelewi. Nitakuuliza what is fornication? Nifundishe maana sijui. Jana nilikuwa huko, but today I'm born again. So it has been deleted and it has been forgotten. Alafu akabreak ile kasi. Alipoivunja ile laana ni kwa namna alivyotundikwa msalabani. It was done like that because cursed is he who hangs on a tree. Kwa hivyo laana ikavunjwa. Ndio watu wamejaribu kuinterpret generational curses, sijui family curses. All of them are called curses. But there's only one way to break it. The Redeemer, Jesus Christ. Mtu akikudanganya ana mafuta ya upako ya kubreak curse, usiende. Hata kama mtu tusema amen, mimi sina shida na haya mambo. Akikwambia anakuletea chupa, can you bring that water? Can you imagine? Jesus is so powerful. He's the creator of water. So you can bring water to replace the work of Jesus, which he created? Never. That is wrong science. Hata ukienda darasani utafutwa kazi. Kama ni mwalimu, utaambiwa you are not a teacher. Rudi shuleni usome. Mbona mseme amen? Wengine mna maji nyumbani na mafuta na TV mnayo you follow prophets and these lying apostles in town. Wanakuambia hii utamwaga kitandani, utamwaga kwenye kichwa kama mloki mchanga. Hii utamwaga hapo ukitembea kwenye biashara yako, hii utaweka kwenye duka utasimamisha hapa, hii utapaka kwenye shuka ya kitanda ndoa ilindwe. Pumbavu wewe. Shika hii. Yeah. Naona wengine mnaangalia chini. Kama mna maji mwende mkatupe. Hallelujah. Na unajua hiyo elimu yote sina muda wa kufundisha. I'll tell you where it comes from. It comes from marine spirits. Amen. It comes from marine spirits. In the deep sea. In the deep sea. Roho za maji. Hallelujah. They are underwater spirits. Anyway, zile roho zinakaa kwenye maji ya dunia hii. Ndio zinafanya hiyo kazi. They lie to you. You'll be using this salt all the days of your life kujiweka sawa. Marine spirits, roho za kwenye maji. Very dangerous. Huwa zinafunga ndoa, zinafunga uzazi. They do all sorts of things. Usiende huko, mwambie mwenzako marufuku kwenda huko. Kama umeshika na Yesu, ukae. Hawasemi, basi tengendelee. Let me just continue myself. Kwa sababu kuna watu wanawezekana na hivi vitu. Christ purchased our freedom. Alinunua uhuru wetu. Usikilize. Alienda kununua uhuru. I told you what happened. We were in the same basket. Sinful nature. Under the curse of law. Akaenda kamwambia shetani nimekuja. Nalipa gharama. Na nanunua ukombozi wao. So anyone who wants freedom, no way to Satan. You go to Jesus. Alafu anakupatia uhuru wako kuanzia leo. Go my son. Go my daughter. Go away. Yes. Amen. So if you want your freedom, go. Sasa wamekuja watu wanakuambia wanauza vitu juu gani? Anasema from the curse of the doom of the law. Na anasema hata hukumu yake pia Yesu alikuondoa kwenye hukumu ya sheria. Hallelujah. You will not be judged because your father was a witch. Wewe ukimkataa Yesu hukumiwa kama wewe. There is nothing like that. Kwamba baba yako alikuwa anafanya hivi kwa hivyo wewe utahukumiwa. It is not in my Bible. Sawa? When you come to Jesus, you are delivered and set free. Your father will have to account for what he did before Jesus. Not to you again. Amen. Amen. So it is possible ile tabia umerithi kwa mama yako ikatoweka leo and you'll be free from that. Unanisikia vizuri? It is possible hiyo kamba ya zinaa inayotembea kutoka generations ikaondoka and you become an example to your tribe and your family. Amen. It is possible in the blood of Jesus. Amen. Write this as I continue quickly. The Redeemer paid for our deliverance by offering, I remember, I told you that.
The Redeemer paid for our deliverance by offering himself, his blood. He offered his blood. And you know, blood covenants are the strongest on earth. Blood covenants. Nieleze kidogo hapo. Maagano ya damu ndio maagano yenye nguvu sana duniani. Ndio maana hata wale wanaenda kwa shetani wakifika kwenye eneo wanaambiwa you can't cross this line mpaka hukumu ya damu ya watu. They want to destroy you by a covenant of blood. Unaelewa nimesema nini? Ukienda kwa mganga atakwambia lete kuku. Hata kama atakula nyama atamwaga damu. Oh my God. Hawajasema amen. Wanauliza mganga anakula nyama. Si ni mtu kama wewe, anakula mbuzi anamaliza. So, anakuambia lete nyama ng'ombe au anakuambia mbuzi wa black. Ukileta anakata kichwa, damu inamwagika. Anatengeneza blood covenant, the strongest in the world. Kwa hiyo anakula nyama, damu imemwagika. So the covenant inakufunga kote kwenye damu. Hallelujah. Na wale mnafanya uasherati, sex is a blood covenant. Amen. Amesema sasa mtumishi, achia hapo tusiendelee. Sex is the blood covenant. That is why the destiny of many, hatima ya watu wengi imeharibiwa kupitia sex. Hii michezo haujaoa na kuolewa inafunga mtu katika agano la damu. Sina muda wa kueleza. Nikifundisha somo la kushinda zinaa, I'll teach that deep. Ili watu waelewe hii blood covenant tukicheza nayo inaleta shida kwenye maisha. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo unajua kuna wachawi na waganga ili wadumishe upako wao wanaambiwa usimchukue mke wa mtu. Ili upako wako udumu. Na shetani anamwambia ukilala na mke wa mtu nguvu zinakuchia. So hata kuzina hawafanyi wachawi wengine. Just to preserve what they are. Lakini unakuta kanisani mnaimba kwaya and you are doing it. Sasa ninyi na wachawi nani ameokoka? Okay, tuache hapo tuendelee. Yesu ni Bwana. They are busy here na wanaume. Nani wewe na mchawi nani ameokoka? Yeye mpaka blood covenant amekataa. Wewe una blood covenant ya Yesu na ameongeza na ya watu. Sasa wale mnafikiria mambo ya zinaa, fanyeni bye bye kwa zinaa. Tokeni huko kwa jina la Yesu. Don't live that life. Ndio maana wakati Joseph anataka kwenda kutimiza maono Misri, mke wa Potifa aliletwa kwa kusudi hili moja, amuingize Joseph katika blood covenant ambayo ingemfuta kwenye ramani, asingejulikana tena. That was the only way to destroy Joseph. Muingize kwenye agano la damu. Lakini Yusufu akasema no. Siwezi kufanya mambo ya namna hii mbele za Mungu wangu. That's why Biblia imeruhusu ndoa peke yake. Haya mambo mengine ujinga tuachane nao. Hata msiposema amen. Na kwa nini msiseme wakati mnasema mmeokoka? Si mseme amen kwa nguvu, shida iko wapi? Hallelujah. Mmejifunza mtaka kusema amen. What is wrong? That is, you should say amen. Nitatena msimame mruke tu. Amen. Right. Good. Powerful. Amen. Ati amen unaangalia. Angalia. Shika kwa jina la Yesu. Bishop, this is not serious. This is blood covenant. That's why all marriages are brought down by blood. Ukihesabu hata mke wako ukaenda kwa mtu mwingine, blood. So unakuwa huko blood umefunga blood mbili ndani ya mtu mmoja. Na mwanamke akienda anapokea blood. The seed of a man inakuwa blood. You don't know. It has blood. Ndio maana inatengeneza paka unakuwa mtoto na ana damu. So inakuwa blood covenant ndani yako. Ukiwa na wanaume 60 unakuwa na blood covenant the 60 men. Achana na mambo ya zinaa. Utaishi vizuri. Na ukiangalia Biblia watu waliokuwa wasimama straight, kati yao unaambiwa zinaa hawakugusa. Wanawake walikataa mambo ya wanawake. This is a stand in the kingdom. Blood covenant.
Kwa hivyo na Yesu naye ili atusaidie, kwa sababu blood covenants ni nyingi, akakuja na damu. Ungemshangilia ukasema kumbe wewe unajua hii mambo hata kuliko sisi. Ukaja na blood covenant, wanasema hii damu inavunja mpaka zile blood covenants zote, inakuacha huru. Mbona mngesema hata hapo mnakataa kusema amen? Mungu atusaidie. Sasa tuhubiri nini? Hallelujah. Yaani that blood broke all the other covenants, inamwacha mtu akiwa huru, mbali na dhambi na mauti. Wanasema kama mbingu na nchi zilivyo mbali, ndivyo dhambi zetu zilivyowekwa mbali na sisi. So we cannot be part of that again by the blood of the Lamb of God. That's why katika meza ya Bwana, nashukuru mna meza ya Bwana, people can be healed of diseases wakishiriki meza ya Bwana. You don't know these things. You can have everything done kupitia meza ya Bwana. Because it represents the spiritual. Nimeona watu wakipanda kwenye meza ya Bwana. Nimeona watu wakifunguliwa kwenye meza ya Bwana. Nimeona watu wakifanya about turn ya maisha through that, because it is a spiritual implication of the work of the cross. Hallelujah. Mwambie mwenzako, don't engage in blood covenants. Si umeshaokoka? Achana mambo ya zinaa, tabia ya mbwa. Usiposema amen, mimi ndio nakwambia itakuwa ya mbwa. Dogs. Na wengine mnaangalia pornography na simu zenu hizo. Wengine mnaangalia bestiality forms. Wengine wanafanya masturbation. Wengine mnaelewa nasema nini? All those things zinakujanga na hiyo covenant mbaya. Go to Jesus. Na kama umekuja kwa Yesu, usirudi kwenye dunia, usirudi tena mataifa. Don't go back to the devil. Ukishatengeneza covenant na Yesu, usitengeneza covenant nyingine na shetani tena. Umesikia wasichana? Subiri uolewe. Usiniangalie kama uolewe unasema nini. Unasikia wewe vijana, mnanielewa? Nimeona vijana wameokoka. Stand straight now. Paka siku nao tuje tukushangilie, na wakiniita nitakuja kule nyama ile kubwa kwa sababu yako. Bwana mseme amen. Bwana angalia. Shida ni nini? Watu bwana. Bishop. These other people wananiangalia sana sasa. Sisi nataka nije kusherehekea siku ile unaoa. Hakuna blood covenant ya mtaani. Tunataka blood covenant itoke hapa uende nayo nyumbani. That is what we call marriage. Hallelujah. Na nawaombea mliokoka leo. I will come to eat your nyama. Bishop wakifunga ndoa utaniita. Mimi nitakaa tu hapo high table. Nikule. Hallelujah. Ephesians 1:7. Ephesians 1:7. Tunaenda haraka sana, sawa? You want to go with the time. Ephesians 1:7. Inasema nini? Wachungaji mnaniunga mkono, tutakuja kula nyama siku hiyo. Watu wanatengeneza ile covenant ya kweli. Hapana huko ya mitaani, mara hii ni ya mganga, mara hii sio ya nani. Mara dereva taxi. Mwendesha pikipiki. 1:7. Hallelujah. Wengine mnasema mpaka nicheze na pastor. Pastor tena. Blood covenant na pastor. Mbaya hiyo, itakumaliza vizazi vyenu vyote. You will die. Please don't do that. Msijaribu kutafuta wachungaji tena. Ephesians 1:7 inasema nini? In him we have redemption. In him Jesus. Amen. We have redemption. Hajasema in anointed water we have redemption. So unajua Nairobi imejaa majambazi wa kiroho. Mbona hamjasema amen? Mimi nawaita majambazi au wakora wa kiroho. Na kama utampigia simu mwambie kuna mtu amesema nyinyi wakora. Inaitwa wakora wa kiroho. Wanakuambia in the anointed water there is freedom. Na anaomba anasema alafu anakuambia take the anointed water and you buy it, you buy your deliverance again. Wakati Yesu alilipa na akasema tuamini tu tupokee, and you begin buy. Haukwenda shule hata class 1. Amsiposema amen usinisumbue. Maana kuna wengine hapa wameshachukua hiyo vitu. Si haukwenda shule, kwa wewe ulienda nasari wewe. Nasari uliingia. Tuambie kama ulienda shule wewe. Amen. Free freedom, uamini tu.
wewe anakuambia rabo shanda rabo, God has said, okay, sawa. Take the anointed water, okay, sawa. It is worth 5,000. And you buy it and you go. Kuna watu mnaniangalia mmekasirika kwa sababu mmeshakutumia hivi vitu. Ulikuwa mjinga. Hallelujah. Mimi nitakwambia Bishop, ndio wanaenda mpaka wanamwagia wanawake, mpaka wanachukua parts za wanawake. It is because of a demonic way of doing things. Freedom is free in him. In Jesus Christ we have redemption. Oh my God, I'm furahi kama mimi. In him we have redemption. Katika yeye tunao ukombozi wetu. Anasema maana yake deliverance and salvation, ukombozi na wokovu katika Yesu peke yake. Nothing else. Amen. Oh, koti la nabii, shati la nabii, kalamu ya nabii. Simseme nyingine maana mnajua. Na wewe unasema gani? Wewe. Kitambaa cha nabii. Kitambaa. Wengine wananyesha. Hallelujah. Hebu niangalie. Nitakusimamisha wewe ambaye una hivi vitu. Subiri saa hii tunakuleta hapa. Kuna watu wanaanza kusema sasa nitoke nje kabla hajasema nini. Usitoroke, tunakusaidia. Anasema through his blood. Oh, furahia. Through his blood. Katika damu yake. Hivi vitu vingine uongo, sarakasi, vitimwi, vituko vya Kenya. Wangapi mmeshaenda kwenye vituko? Okay, sawa, tuache kwanza. Tutawauliza baada ya ibada na Bishop tukao wawili tu wewe. Anasema the remission, maana forgiveness of sins. Remission maana msamaha wa nini? Wa dhambi. Of our offenses. Yaani Yesu alitusamehe sio dhambi tu, mpaka anasema shortcomings, hata mapungufu yetu alitusamehe. Yes. Najua wapendwa mnapenda kuona mapungufu ya watu. Hata msiposema amen ndio ilivyo. Hallelujah. Amen. Lakini unajua mapungufu yangu Mungu ameshanisamehe. Amen. Hata msema hawajaelewa kinasema. Hivi unajua tu kama unielewi na Mungu alishanisamehe. Ya alishanisamehe mpaka the shortcomings. Yaani mahali ambapo ninakuwa mfupi kama sirefuki vile. Yaani ni kama sieleweki vile because ni madhaifu yangu haya. It's my shortcomings. Yes. Alishafuta hivi tu na akatoa. Akaniacha free. Niko huru kwa Bwana. Sasa wewe ukiendelea kuongea mimi naendelea na safari. Tukutane mbinguni, mwambie mwenzako tukutane mbinguni, tukutane mbinguni. Tukutane heaven. Hata mtaki kusema. Mwambie kwani unaenda jehanamu, muulize kwani unaenda jehanamu. Maana si ndio kusema hivi mbinguni. Kwani wewe unaenda jehanamu au? Muulize. Anasema through his blood tukasamehewa, mpaka anasema offenses, shortcomings, mapungufu yetu hayo, and trespasses. Mara tulikuwa tumekatiza hatukwenda sawa na utaratibu, akasema pamoja na haya naondoa hii, mbaki salama katika jina la Yesu. That is why nikwambia leo kuna watumishi wa Mungu, you will judge them, you will talk all things. Haujui hata Mungu anatembeaje na yeye. Kitakushangaza kitu kimoja, the last day unabaki na anaenda yeye ambaye uliona is wrong, he's not even worthy. Anapanda juu, wewe unabaki. Alafu unajiuliza mbona ameenda? Amen. Kwani wewe ulisamehe dhambi? Wewe uliweza kusamehe wanadamu? Mapungufu yake uliyajua? Nataka nikupe mfano. Musa alikosea, sio? Yes. Mnaelewa? Yes. Akapiga mwamba mara ngapi? 2. The rock. Toka maji, unanisumbua watu. Alipotoka maji, Mungu akamwambia katika jambo hili hamjaniheshimu wewe na Haruni wewe. Sasa angalia nchi hiyo, lakini hautaenda. It was physical Canaan, not spiritual Canaan. Hamjasema amen. Hamjaelewa nimesema. Ilikuwa Kanaani ya kimwili, sio ile ya kiroho ambayo ni mbingu. About heaven Moses was going express. Hamjaelewa nimesemaje? But about Canaan alikuwa haendi. So mtu anaweza kuzuiliwa kwenda Canaan ya mwili, lakini Canaan ya mbingu anaingia. Kwa nini? It was different, physical and spiritual. Kwa hiyo watu wakasema Musa alikosea, kelele nyingi. Can you imagine what happened? Mungu anamwambia Musa, "Tumeona nchi, hautaenda." Okay, tumemalizana. Twende mlimani.
Na Mungu huyo aliyesema hautaiona nchi, eti akamzika Musa yeye mwenyewe. Si ungeshangilia hata kama hutaki. Haleluya. Kwa hiyo makosa ya bishop hakuyaona. Hata msipose, nimesema bishop, makosa ya bishop yeye hakuyaona, ila wewe uliyaona, na hautaenda mbingu kwa sababu unaona makosa ya watu hao. Ulikuwa judge, ukawa Mungu, ukawa Holy Spirit, ukawa Jesus, ukawa everything. Haleluya. Hata ukaenda mahakama ukaandika no appeal. Pastors mnasemaje? Unajua kuna watu wanahukumu watumishi wa Mungu hawajui. Musa Mungu anamalizana naye, maana tu waliongea, kikao kikaisha, alafu akamwambia Musa, twende tulikotoka. Alafu wakahama. That's why ukisoma kitabu cha waraka wa Yuda, malaika wa giza na nuru walipigania. Malaika wa giza walipigana kuchukua mwili wa nani? Wa Musa. Kwani ulikuwa wapi mwili wa Musa mpaka wapiganie? Na kama walikuwa wanaupigania na wakazuiliwa, kulikuwa na nini ndani ya mwili wa Musa? Mwili wa Musa ulibeba eternity. Haleluya. Ulibeba umilele. Kwa hivyo wasingeweza kuattack na wachukue. Wangeanza kufanyia vituko. Hawasingefanya vituko ya wachawi. Ulikuwa ni mwili wa Musa. Malaika akasema na Bwana wakemee. Na akisema hivyo maana yake wanakemewa immediately. Wanaachia mwili. Alitusamehe mwambie mwenzako. Alitusamehe. Wewe usiponisamehe ukaanza kuona kama sifai, utajua mwenyewe. Anasema endelea uniache. In accordance with the riches, sawa sawa na utajiri. Ufalme wa Mungu na utajiri hujawahi kuona. Isi sawa sawa na nini? Najua kuna mtu ananiangalia anasema si pesa. Nimekuambia kuna watu wana pesa na hawajakanyaga kanisani. Usiniangalie vibaya. Hata mtaki kuelewa nimesemaje sasa. Haleluya. Kuna watu wana buildings hapa Nairobi. They have never gone to any church. Hata shirani hawajaenda. They have everything they have on this earth. That is not riches. Kama utajiri wako unaweza ukanunua kwa fedha, sio utajiri. Kama utajiri wako unaweza kulinganishwa na mali, sio utajiri. Utajiri wa ufalme wa Mungu haununuliwi kwa fedha yoyote wala mali yoyote. Spiritual riches. Na ndio maana watu wengi wanadhani kutafuta maisha ya dunia ndio maisha. Maisha ya kwanza ni kumtafuta Mungu, ukae naye, umjae Mungu, umuishi Mungu, utembee na Mungu. Huo ndio utajiri wa kwanza. Akikupa ule mwingine is just small. Haleluya. Amen. Wewe unaelewa nimesema nini? Kama utajiri wako unaweza kununuliwa kwa pesa, you are not rich. You are poor. Kwani wakati wanachukua mke atakayekuwa mke wa mfalme wakati wa Esther. Esther alikuwa na pesa? Hakuwa na pesa. Wakati mfalme anamchagua, alimuuliza kwa wale matajiri. Ile dhahabu ya kiroho ilikuwa ndani ya Esther. Ndio ilimfanya aende kwenye enzi. Na sio pesa za kwao. Hata usiposema amen, hiyo ni juu yako mwenyewe. It is spiritual. Amen. Sasa umekalia tu mwili, mambo ya mwili. You're not practicing your spiritual life, ukae na Mungu. Huo ndio utajiri. Nilimwambia Vincent siku moja, watu wakikuwa kwenye familia wanaonekana hawana chochote. Bali nikamwambia hivi, we are coming slowly by slowly, kwa sababu tulipokea utajiri kwanza ulio halisi. Huu mwingine tutakuja nao polepole. And we shall supply the money to supply. It comes. Hatuwezi kuanzia physical, tunaanzia nini? Spiritual. Na ndio maana mtu akiokoka, Mungu anamtikisa, anaanza na spiritual kwanza. Alafu baadaye atakuja physical. Amen. Anaanza katika roho, alafu anakuja katika mambo ya mwili sasa. Kwa sababu utajiri wako ni utajiri wa kiroho. Amen. When the doctors say no to patients, madaktari wanaposema huyu mgonjwa hawezi kupona. Na Mungu anasema Subiri kwanza. Sinasalia kuhubiri hapo subiri. haleluya. Wakati daktari wanasema imeshindikana, haiwezekani, hata kwenye science haipo. Wanaambiwa mwende kwa watu fulani wana utajiri ambao sio huu. Hamjaelewa nimesema utajiri wa kiroho. Huo utajiri wa kiroho unaweza kutatua matatizo ambayo katika science ya binadamu umeshindikana. So they come to church and they meet a servant of God, very small, short anyway. Hata kama ametoka meno ya huko na meno ya huko inafanya kazi, mradi ana spiritual ya Mungu aliye hai. Hata usiposema amen, mimi nasema amen mwenyewe. Haya.
Haleluya. And then anasema tu in the name of Jesus. Ule utajiri wa juu unakuja unasolve hii kitu ambayo madaktari wameshindwa kuifanya. Mtu anasimama anaenda. It is called spiritual riches. Utajiri ambao huwezi kununua kwa pesa wala mali. Hiyo katika damu ya Yesu kuna utajiri mkubwa. Ukitaka kuwa tajiri, anzia kwenye damu ya Yesu. Amseme amen sana. Okay, mtaka kwenda kuanzia kwa wanaume au kazini You want to work day and night bila kuja kanisani, sio? Kuna watu wamkuja conference inaanza na nyinyi. Na mngona kazi yoyote. You want to be rich. Tukianza kujenga kanisa ulete milioni 600, usitudanganye. Hata usiposema amen nimefikisha message mapema. Vincent, mtaandika yule treasurer, walete 600 million mtu huyu because anafanya kazi awe tajiri. Niangalie vizuri unielewe nimesema nini. Pastor, I'm very busy. Busy for what? Tukikwambia hapa tu microphone ununue unaanza kulia. Kama na msemi amen, what is wrong with you? Okay, now Bishop, naumiza kondoo. Wakati nyumbani unasema tumeumia. It's not right. Wewe unajifanya uko busy. Pesa yako iko wapi? Yeah? Kuna sura hapa sijaonekana hapa. Paka leo nilikuwa nauliza, watu kumbe ni wengi. Wengine mlikuwa mmekaa tu nyumbani. Kuna mwingine hapa analala. He's sleeping. You know, this is serious now. Cases in the church. Hallelujah. Mimi nitakuvamia. Na speaker inaongea unalala. Hata bishop ni mtu mzima lakini halali. Unajua wazee wanachoka. Hata yeye hajalala, wewe unalala hapa. Kama imagine haya mafundisho ya jana hawajafika hapa. Right now wamekuja wamenao midomo, wamenao vimakuta hapo. We have come what? Tuletee pesa ulikuwa unafanyia kazi. Ukikuja hapo unakunywa chai strong hakuna sukari. Alafu unatuambia wewe busy. Busy what? Ungekuja kuwa busy hapa. Hallelujah. Semeni amen kama mtaki. Au mnataka semeni amen sasa. Hallelujah. Kanisa linapona kwa jina la Yesu. Anasema in accordance with the riches and the generosity. Mungu ni mkarimu, generous. Yaani neema yake ina hali ya ukarimu usio wa kawaida. Anasema of his gracious favor. Ukarimu wa neema yake yenye kibali. Sikiliza, ukarimu wa neema yake yenye kibali. Double. Ukarimu wa neema yake yenye kibali. Grace, favor, generosity pamoja. Ana mambo haya yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitaka uone Mungu, kaa kwenye neema yake. Nilienda Tanzania. Hakuna ndugu alikuwa, hakuna mtu alikuwa. For more than 15 years. Nilikunywa, nilikula, nililala, niliamka, nilihubiri nchi nzima ya Tanzania. Hakuna mkoa sijui. Nikikupeleka nitakutembeza districts zote za kwa kufika. Lakini Mungu alinilisha, alininywesha. Inaitwa ukarimu wa Bwana Yesu. Ukarimu. Ukarimu wake. Watu watakutolea pesa kidogo watasema next time hatutoi. Hawa ni watu. Umeelewa nimesema nini? Yes. These are people. Sio Mungu hao. Hawa ni watu, sio Mungu. Mungu is generous. Sawa? Utakosa kazi town na atakulisha na kunywesha. Kwa sababu ukikosa kazi town wanasema uende ushago ulime mihogo. Hamjasema amen. Maana mmeelewa nimesema. So God becomes gracious, anakupa kibali alafu anakupa ule ukarimu wake. So anakupatia tu vitu vingi na unaendelea kuishi until you get the job. Kwa sababu kama hajasema utoke town huwezi kutoka. Niendelee. Amen. Asai go to somewhere. Nataka nisome andiko la mwisho. I don't know how I will balance. Kama nina muda mtaniambia. Kwa sababu I'm feeling muda ulienda sana. So mtaniambia muda kama huko kidogo, you tell me how many minutes. Kwa sababu kuna kitu nilitaka ni deal nacho na ninaona kama muda utanikosea. Inaitwa rebellious teachings on redemption. Mafundisho ya uasi kuhusu nini? Ukombozi. What people deviate people from the truth. Wanafundisha kitu kingine, wanadanganya watu ni ukombozi. I wanted to deal with it in this service. So I felt like time is not on my side. Na nilisema hiyo ni muhimu sana. Sasa nasema nimesema redemption, alitoa damu yake. Kwa hivyo baada ya hapo
kwa utajiri wake na neema yake yenye kibali, Yesu atubariki sana. Na Yesu akishatukomboa anatupa ukarimu wake. Kuna watu wanaokoka nyumbani wanawakataa, si ni sawa? So Mungu anakuwa upande wako, atakulisha, kunyweshe, akupeleke shule, hata college utasoma. Usiende kulala mitaani nasema hakuna university. You will go to university. Baki kwa Yesu. God will bring people for you. Sawa? Hata siku ile unataka kuoa, Mungu ataleta watu kusaidia if they run away from you. That is the grace of Jesus Christ. Atupikiroho peke yake, even lifestyle inatubariki. Atakupa kibali. People will hide from you. Lakini atakupa kibali mbele ya watu wengine. It is called Jesus. Attention. Uhalisi wake. Jesus is generous. Hana mikono imefanya hivi. Fanya mikono yako hivi kama unaweza. Yesu hajafanya mikono hivi. Is generous. Umenielewa? He gives. Pastor, usihangaike na watu. Kama wanasema hawatafanya kazi, Mungu atafanya kazi na wewe. Na atakuletea watu kutoka mbali, mashariki, magharibi, waifanye hiyo kazi. Na wataona kwa macho Bwana amefanya. Tena wataanza kusema atukuzwe Mungu. Wakati hawakufanya, atukuzwe Mungu wa Israeli. Wakati wao hawajafanya. It is possible. The grace. Amen. Sasa niseme twende katika kipengele cha 3. The deep insight about our redemption. Tafasiri ya kina kuhusu ukombozi wetu. Naomba watu 3 wakuje hapa. Vijana hao waliokoka please. I want to use you. 3 of you come here quickly. I want to use you as a symbol. Nataka kutumia kama ishara kwa hilo neno nataka kusoma. Vijana 3. 3 of you please. Stand. Simama hapa mmoja, mwingine hapa, mwingine hapa. Na naomba kila mtu ukiandika, ukishaandika au niangalie vizuri. Nimesema the deep insight about our redemption. Tafasiri ya kina au jicho la rohoni kuhusu ukombozi wetu. Alafu andike Colossians 1:13-14. Colossians 1:13-14. Naomba muandike tu, alafu sasa nitasoma maandiko na illustrate. Nieleze kwa vitendo. Hallelujah. Nimesema Colossians 1:13-14. Alafu andika tu mbele before I explain. Redemption is a process. Ukombozi ni hatua. Si mnakumbuka Yesu akiwa msalabani hakufa mara moja? Kuna matukio mengi before akabidhi roho yake. There was a process of death. So the same thing to redemption, it is a process. Ni hatua. Ya kwanza, ya pili, ya tatu. I want to explain it. Alafu anasema, nimesema redemption is a process carried out by our God through our Lord Jesus Christ. Redemption is a process carried out by God through our Lord Jesus Christ. Ukombozi ni hatua zinazoendeshwa na Mungu kupitia Yesu Kristo. Galatians 1 as I illustrate kupitia hawa vijana 13-14. I feel the blood of Jesus now. Asijajua kama wewe una feel hii blood. Mimi naisikia hapa. Nasikia damu ya Yesu inanuka mpaka hapa nilipo. Inanukia Kiswahili sanifu. Inanukia. Hainuki. Kunuka ni harufu mbaya. Inanukia. Nasikia damu ya Yesu inanukia. Here I am. I feel the blood. Unasikia kweli? I'm feeling the blood. Alafu nyinyi mmebatizwa. It is fresh now. I feel the blood now. I feel the blood here. Nataka nieleze tukio la ukombozi. There are 3 steps in the process of redemption. Anasema nisome alafu nakuja kueleza kwa vijana. 1:13-14 inasema. Colossians 1:13-14. Oh Jesus, I love you. Mwambie mwenzako Yesu hatumwachi. Mwambie tu huyu Yesu hatutoki hapa. Mwambie hata kwa fimbo. We are remaining here. Hallelujah. The Father, naomba nitoke na Bible nieleze nikiwa huko. Wanasema the Father has delivered and drawn us to himself. Baba Mungu wa mbinguni ametukomboa na kutuvuta roho, sawa? Yes. Na kutuvuta kwake mwenyewe. Kwake mwenyewe. Ina maana tuna mahali tulikuwa. There was a place we were. Yes. So when it came for our redemption, wanasema the Father has delivered, ametukomboa
alafu akatuvuta tuje kwake, upande wake. Kuna mahali tulikuwa na familia zetu, kuna mahali tulikuwa na ukoo wetu, kuna mahali mama zetu walikuwa hawajatuzaa, they were somewhere. So anasema anasema to draw us to himself out of. Kuna mahali tulikuwa, alafu anatutoa out of. Ni kama mlikuwa shule, alafu mwalimu anamwambia ondokeni, alafu anafunga gate. Out of, anasema darkness, out of. So the first process of redemption, tulikuwa chini ya nguvu za nini? Za giza. Mtu wa kwanza, manielewa? So he comes and then he takes us. Hiyo giza imekuwa imefunga ufahamu, imefunga roho ya mtu, maisha yote. So he takes that person out. So toka twende. He takes somebody out. Hii sehemu inabaki tuko because it was of darkness. Hallelujah. Amen. Kuna roho zilikuwa zimekaa kwenye maisha ya mtu, ufahamu kila kitu kile giza, anything you do is darkness. So anafanya transfer, unaenda. Amen. Alafu anasema anasema and has transferred us. The second process, the first process, taking out of darkness. Second process, transferring us. Yani ukiambiwa utakiwa kufundisha hii shule, unahamishwa. Hata msemi amen, ama elewe nimesema. Ukiambiwa hautakiwi kukaa kwenye eneo la uasherati, you have to be transferred. Ukibaki, wale wakuu wa giza watakurudisha. Elewa redemption. Ukibaki hapa watasema rudi. So umeshatolewa kwenye nguvu za giza, they transfer you to the second position. You are no longer at the first position. Can you look at the first position? It is empty. Mwangalie mwenzako na uangalie hapo. Look at it. It is empty now. Mambo ya Maragoli na Umaragoli wao, mambo ya Waisuka na Waidavo na Wamarama na Wakisii na Wamaragoli na Wajaluo na Wahanzabe na wale wengine wote, it is done. I am no longer a Maragoli. Msheba, mzee wa Maragoli da. Utaambona kama hapo Maragoli da. Kura malana. Ay. Wajaluo sijui Kijaluo, ningeongea Kijaluo kidogo Michael. I'm no longer Maragoli. Kuna siku Mungu aliniambia wewe sio Maragoli. Na nikamuuliza kwani mimi ni nani? Akasema kuna hii tribe ya Yesu umeingia, ndio sasa hii umekaa huko. The second process ni kwa transfer, unahamishwa. Can you move with the spirit, toka physical when the spirit. Bye. Inaomba wale mnavuta vitu kwa mtulie. Alafu nyinyi msikizangi neno. Samahani kwa kusema hivi. Kaini hapo msikilize neno sasa. Sikiliza tu. Haleluya. Can you look at the empty space? Can you imagine servant of God, you are there? He took us out of the control. Unajua control, mnaendesha gari mnajua, you control by the steering. Shetani alikuwa amekalia maisha ya mtu, anaendesha hivi. Sio mnaelewa? Anaendesha kama gari. Twende left right. Na uzini left. Tafuta wanaume watano, tafuta watano. Nenda uloge unaloga. Vua nguo tembea usiku unaenda. So he was controlling you from here. And that was the control. Fanya kidogo hivi. It was the control. Ameshika usukani wa maisha yako, anaendesha kwa giza. Ukiamka unawaza kuua tu, unawaza kuchukua waume za watu. That was your character. Ukiwa kwenye power of darkness, ukiamka unapanga namna ya kusema uongo kesho. Program ya devil ilikuwa inafanya kazi. Control. Mimi nilikuwa nakula, unajua eating. I was a professor in eating. Weka hapo chakula, mtoke wote mimi nimalize. As short as I am. Ilikuwa inaitwa control. Mbona hamuelewi nimesemaje hapo? So akija Yesu delivered me, akasema okay, toka hapa. Darkness empty, ikabaki na cheza na hewa. Ndio akanileta hapa.
Ungemshangilia Bwana. The second position. Hii inaitwa transfer. Ametransfer mtu. Hautamkuta Kivogi School, utamkuta Kivogi Boys High School. Ukimtafuta ukimtafuta Kivogi High School hautampata. Utampata Kivogi Boys High School. Hata kama hutaki shangilia. That is to call kuhamishwa. Bali hana alafu nabaki hiyo shule. Wewe ukisema umehama kampuni Vincent, unabaki hiyo kampuni. So nakuta east west, umeenda upande ule mwingine. It's because umehama. So the second process is called transfer. You are being transferred out, then transfer. Tuko hapa. Amen. Ukishafika hapa anasema haitoshi. Unajua mtu akitoka gerezani akapatikana mahali ovyo ovyo bila utaratibu anarudishwa. So kilichotokea alipomweka mtu the second position, hii position na transfer haitoshi. Umpe mamlaka na umuingize kwenye ufalme mwingine. Hata kama sijamaliza ukasema amen mapema. Inabidi uingize kwenye ufalme mwingine kwa sababu this kingdom is over. And the transfer means you have to enter another kingdom. Ukibaki hapa watakurudisha mashetani wa zinaa. Ukibaki hapa watakurudisha wachawi wa kweli. Ukibaki hapa roho za ukozi zitapigana na wewe mpaka uishi kama mama yako alivyoishi. Ukibaki hapa zile roho za nguvu za giza zitakurudisha kwenye ukahaba. Kwa hiyo ni lazima utoke the second position. The blood of Jesus. Saidi kusema the blood. The blood of Jesus. Anasema in whom, anasema and has transferred us. Kwenda wapi? Into the kingdom. Twende number 3. Twende wapi? Into the kingdom. Into the kingdom of the Son of His love. So sehemu ya transfer iko empty. Acha tusimame na watumishi wa Mungu. Hawa ni wapako mafuta wa Jehova. Wanakuwa anointed kama huyu jamaa na watamshinda huyu mtumishi wa Mungu hapa. Wataenda mataifa. Si mseme amen. Mbona mwelewi hapa? Amko roho yao. Kwanza nampatia double na. Au hata wewe ukuje weka hapa usikuja. Hallelujah. Anasema hebu nisome vizuri, anasema into the kingdom of the Son of His love. Kwa hivyo mara ya tatu mnakuwa mmeingia kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. The kingdom of Jesus the Messiah. The kingdom of glory. The unstoppable kingdom. Ufalme ambao hauwezi kusitishwa. The unbreakable kingdom. Ufalme ambao hauwezi kuvunjwa. The undefeated kingdom. Ufalme ambao hauwezi kushindwa. The undeletable kingdom. Ufalme ambao hauwezi kufutwa. Daniel alipouona alisema, and I saw in those end times, katika nyakati za mwisho, Bwana Mungu atainua ufalme wake, na ufalme huu utazivunja zile falme nyingine zote na kuziharibu kabisa, na huo utasimama juu hata milele. Ufalme wa Yesu Kristo. So ukikombolewa unahamishwa na unaingizwa katika ufalme ambao when people see you they say huyo ni wa ufalme. Ndio maana wakati Agano Jipya, wakati wa zamani ya mitume waliitwa watu wa njia hiyo, the people of the way. They were not like the Israelites, they were of the way. Walikuwa ni watu wa njia. Mungu akusaidie kuamini na kuhama. Just be transferred please. Hii mambo ya dini achana nayo. Dini itakuzika. But Yesu aziki watu, anawapa ufalme. Yes, na anawaingiza. Can you imagine? Hapa tulipo there is something covering us. Tumeingia ndani. Hebu fanyeni kama mnainama mlafu mnainuka hivi. Na tunaingia ndani yani ya ufalme. We are now here. Tusalimiane Bwana ndani ya ufalme. Hallelujah. Power. Sisi ni watu wa Jehova. Dunia haikujui. Tumeacha mambo ya mataifa. Na hawa ni watumishi wazuri, pastors hawa. Watakuja kwanza huko Western tuwekee matawi makubwa waje wafundishe Injili. Hallelujah. This is powerful now. Hallelujah. Nikiwalika Western hawa vijana nisiwagoshe, muwalete hawa. Tena watakaa kwetu hawa. Tumehama. Ruka. Tumehama.
Mission Maragoli, mwambie mwenzako hiyo kabila yako, mwambie Mission Mkikuyu. Nenda mwambie kwa Badulini. Ulini mwambie sisi sio Wakikuyu. Sisi sio Wakikuyu. Wewe mwambie Mission Mkikuyu. Omolo, wewe sio Mjaluo Mulo. Na nawe ni wapi? Maragoli, hiyo ni Maragoli nao. Hivi tumetoka. Tumetoka huko. Tumeenda. Mwambie mwenzako bye bye na Maragoli. Mwambie bye bye na Wajaluo. Na mambo ya Wajaluo iende huko. Hii mambo ya kulala na maiti tuachane nayo, si ndio? Ile kulala na maiti si mnaijua? Tumeacha hiyo mambo huko. Hii mambo ya miruka. Maragoli miruka. Tumetoka huko. Wahama, tumetoka huko. We are gone kiss. Bishop, kuna eneo moja nashindwa niendelee au niache kabisa. Kuna eneo linaitwa Rebellious Teaching on Redemption. Ili watu waelewe. Mtu akikudanganya unajua huyu ni muongo. Kabla hajamaliza unatoroka. Unachukua Biblia, Program. Niongeze kipande hicho au tuachane nacho. Nimalizie. Hapa tu. Endelea kidogo. Hiyo iliyobaki. Ubarikiwe na Bwana. Mpigie Bwana programu makofi. Mbona umekasirika lakini sisi tunahama Bwana. Wewe msalimie mwenzako mwambie umekasirika nini? Mwingine hataki kuongea, yeye ni mrembo, wewe ni mrembo wapi? Ongea na watu hapo waambie tunahama. Wewe you are gone. Hallelujah. Amen. Tuonane bandarini. Yes. Tuonane bandarini. We shall see the glorious King. We shall live with him eternally. No more curse. But haya ni mambo ya Maragoli. No more curse. Tumeenda. Rebellious teaching on redemption. First Peter, rebellious teaching. Mafundisho ya uasi kuhusu nini? Ukombozi. Mwalimu wake ni joka, the snake. Lies to people. First Peter 1:18 to 19. Oh my God. Yesu atutetee kuelewa. Kama hujahama, endelea kuhama na hapo endelea kumaliza, sawa? Please migrate. Toka huko. Get transfer. Muone mwalimu mkuu haraka umwambie transfer. Aenda. Anaitwa Yesu. Na atafanya hiyo transfer haraka. Na umwambie amepitisha mtumishi wako kwamba wewe unahamisha watu. Nataka kuwa kama Yesu. Sio vizuri uishi maisha mama yako aliishi. I'm just saying amen. They are not serious with me. Nimesema sio vizuri uishi maisha baba yako aliishi. Si sawa kuishi maisha kugaa aliishi. Sio lazima kuishi maisha dada zako waliishi na aunts. You know how they misbehaved in life. Na wakaishia kwa kwenye pombe. You know what it happened. Unajua kilichotokea hapo. It's not a must ukufe kama waliokufa wao. Si tumehama. You don't remain there. Wanawaambia mimi nitazeeka mpaka mniulize huendi mbinguni. Kama Yesu akichelewa kidogo nitaishi mpaka waniulize na wewe huendi sasa. And I'll be preaching. From now I'm counting to around 60 years from now, Bishop, of preaching the gospel. Na nikifika 90, ukinisalimia unajaza Roho Mtakatifu. Hujaelewa nimesemaje? Tumehama. Yaani kama hata utaki, sisi tumeenda. Sisi tumeshaenda. Wewe baki huko utajua mwenyewe kwa nini unataka kuhama. First Peter. Lakini mimi naamini ili kanisa mtahama wote tu. Hakuna mtu anabaki huko. First Peter
1:18-19 inasemaje? You must recognize that you are redeemed. Lazima tambue, you know. Unajua katika hisia za kimungu, knowledge is good. No, you must know. Sio usikie. Naweza kuwa na kusikia tu, naitwa nani wewe? Moses. Lakini sikujui. Sawa? Pastor Mo. Naweza kuwa na kusikia ila sikujui. So anasema you must know. Lazima mjue. Katika hisia za kiroho, one of it kujua, knowing. Now the word know means have knowledge. Have the know-how, the understanding. Unaelewa, unajua. Una taarifa zote, know. Unatambua. You must recognize a cycle. That you are redeemed. Kwamba mlifanya nini? Mlikombolewa. You are redeemed. Yesu atusaidie. Ransomed. Mlilipiwa ile gharama inayostahili ukombozi wenu. Ransomed. From the useless. Maisha yasiyokuwa na faida, yasiyokuwa na tija. Useless, hayana tija, hayana umuhimu. Useless kind of life. Sawa yale maisha ya kwenda hivi. Si mnaelewa? Unakunywa, unaenda, unarudi hivi. Naona kama watu wanakuja unachenga mpira. Anasema that was useless life. The life of pornography, youth. The life ya wasichana kukaribisha tu kila mtu. Mjalo anakogusha, Mkikuyu anakogusha. Hata kama ni mmoja na hujaolewa bali nikoguswa. That was a useless life. Na vijana wa kiume hivyo hivyo. Don't touch women. That was a useless kind of life. Ukiamka una hasira. You think to die every day. Na hakuna anayekwambia uwaze. You just feel thinking die. Inaitwa mawazo ya kufa. It was a useless kind of life. Tulikuwa tunaishi haya maisha. Niendelee. Maisha ambayo hayakuwa na faida. Ukipata pesa inapotea hata hujui imeenda wapi. It was very useless. Amen. Kwenu mtu akifika 50 years anaumwa, anakuwa mgonjwa. Unakwambia this party imeoza, anakufa. Na umekuta watu wamekufa 50 of this kind. It is something generational. Ilikuwa very useless. Na wewe ukikaa hapo unasikia kama unauma the same thing, but iko mbali. It is dreaming for you. That was useless. Mwambie mwenzako it was useless. It was a useless kind of life. Kwa hivyo alitukomboa kutoka katika maisha ambayo yalikuwa hayana chochote, hayana matumizi. And then fruitless, hayakuwa na matunda. Maisha yasiyokuwa na nini? Na matunda. Unajua, unaonaje ukimsomesha mtoto ambaye baada ya kusoma hakuna kitu anafanya? Utasikia vizuri? Wazazi, unaonaje ukizaa kijana very handsome kama mimi? Sijui kama mimi ni handsome, najaribu kusema tu. I'm just trying to say it. Usinielewe vibaya, sawa? Alafu mkute na wasichana wengine 6 huko, wengine 6 huko, yuko katikati yao wamelewa. Will you feel well? This is a fruitless life. Maisha yasiyokuwa na matunda. What is all this? Wasichana wenyewe hawana nguo kabisa. Unauliza mtoto wangu unaishije namna hii? This is useless now. This is fruitless. Hakuna matunda hapa. It is called life that was fruitless. Hayakuwa na matunda. Naendelea. Anasema way of living inherited by tradition. Na hayo maisha tuliyarithi. Ni maisha tuliyaishi kwa kurithi kutoka kwa mila. Anasema tradition from your forefathers. Tuliyarithi maisha kutoka kwa mila za baba zenu. Wangapi mnajua mila? Wangapi mnajua traditions? Mnajifanya wakati December mnaenda kufanya. Bishop, December wanaenda tradition hawa. Alafu wanasema hawajui. Si mnajua traditions za Maragoli? Kwa hivyo anasema tulikuwa tunaishi maisha nini? Ya mila potofu. Zilizotufanya tukae mbali na nani? Na Mungu wa kweli. Zilitufanya tuwe najisi na tuendeshwe na nguvu za giza. Mila zinafanya watu waendeshwe kwenye nguvu za nini? Ulisikia nikisema nilikuwa na nyongwa na mapepo, sio? 7 years. Unajua ilianzia wapi?
baada ya makumbusho ya babu yangu aliyemzaa baba Banja alimeka. Wakati wanachinja ile ng'ombe, ile damu inamwagika kwenda kaburini hivi. Sema najua nasema nini? Nilikuwa nimesimama hapo nikiwa mdogo na sikujua chochote. Then imemwagika, imeisha, wakatoa ng'ombe wakapeleka huko. And it was done for me. Nilipoenda kulala baada that night, nilikuwa nimelala nimejifunika, nikaona mkono unakuja direct hivi. Na uona kabisa kitu gani hiki? And it came na nikashikwa hivi. Nilijaribu kutoka, nilipiga kelele sana. Ndio mwanzo wa kuteswa na demons 7 years mpaka nilifika form 2. Never sleeping for 7 years. Ilianza kwenye makumbusho. Hata usipokubali, mimi nilihama. Ukitaka kurudi urudi. I don't compromise. Mimi kwa Yesu sitoki. And I'm gone forever. Listen. Kama kuna semina Kangema iangaliwe, Kangemi nitaenda tena. I'm gone. Mapepo yalinisumbua. Nilikunywa dawa, nilitumia madawa yote unasikia, jivu, nini, everything. Nilienda prayers nyingi, bado sikufunguka. Because prayers is different from personal redemption ya Yesu mwenyewe. Mpaka nilipookoka from 2. That was the end of that day. Mila. Tulirithi nini? Vitu kutoka kwenye mila, maisha ya mila. And every tradition has a spirit. Ile mnasemanga tunapeleka kivuli kuhira chiliri. Kuvugora chiliri. Can you imagine demonic things? Amaragoli bwana. Mtu alikufa mnaenda kuchukua kivuli, mnashika au mnashikaje? I don't know. Amaragoli lakini nashangaa. Mnashikaje kivuli? Useless things. Na kuna ile mbaya zaidi. Ni kanisa letu. You never get saved. Useless life kind of living. Maisha mabaya yale tulipokea, tukaanza kuyaishi. Wakati Yesu alipokuja pale msalabani, akatutoa. Fanya mkono wangu hivi, akafanya nini? Akatutoa huko. Nasema not with the corruptible things. Si kwa vitu viharibikavyo. Nitajie vitu vinavyoharibika. 1. Ameenda pale. 1. Vitu vinavyoharibika. Tell me one of the things that get spoiled, corruptible. When you mess with your life. Kwanza. Mahindi. Anza na pesa. Pesa inaharibika. Hata gold. Ndio maana amesema corruptible things such as gold and silver. Kwa lugha rahisi inaitwa pesa. Leo nakwambia leta 5,000. Weka kwenye bahasha. Leo natoa sadaka ya deliverance. And you go crying ukijua maisha yangu yatabadilika. Na unaweka hapo. Prophet atanunua simu kubwa kuliko watu wote duniani. Lakini wajinga waliwao. Because it is a false rebellious teaching on redemption. Watakwambia hii anointing inauzwa, mafuta haya yanauzwa, maji haya yanauzwa, kitambaa hiki kinauzwa, pants zinauzwa, mpaka pants wana anoint wanauzia watu, and they give it to people. All these things are called corruptible things. Hatujakombolewa kwa vitu viharibikavyo, bali ni kwa damu ya mwana kondoo. Tunatoa pesa baada ya yeye kutukomboa na kutuponya. Tunafanya shukurani. Tunampa utukufu, Bwana umetusaidia. Not paying and giving for our redemption. Inaitwa rebellious teaching. Iko Nairobi sana. Tanzania iko sana. I've worked in Tanzania, kuna mahali najua zinapatikana hizi elimu. Hata huko nyumbani tu, everywhere now. Wameingiza kila mahali. Kwa sababu unajua watu wengi hawataki Mungu.
na hawataki neno. You see behavior nilikuwa nasema hapa. Kuna watu ibada ya neno inaendelea, watu wanatembea. Mimi nimewashangaa na msinielewe, hata kama mtu aniita tena ni sawa. But I have someone. Yaani watu wamekaa tu huko nje, vijana hawa. Hakuna kitu wanafanya, wako tu salamu kwa kuongea. Neno la Mungu linaendelea kanisani and you are laughing, you lady. Hamtaki neno. Kuna siku ya mambo yatakaa hivi. Watakudanganya hawa watu. Leta pesa yako, you are delaying marriage. Leta pesa yako, umechelewa kuoa. Leta pesa, kazi haipatikani. Bring it here. We shall anoint it with water and oil and we shall bless you with the anointing na utaenda kupata kazi. And you go for witchcraft. Wanakupatia hii, utamwaga kwenye nyumba yako, hii utamwaga kwenye duka, utamwaga kwenye mlango, kama utafikiri unachora msalaba. Wataambiwa weka kwenye kitanda. Na now these prophets wanapaka wanawake mafuta mwili mzima. Right now as I'm speaking in Kenya, Uganda, all East Africa, the whole world, women are vulnerable. Wameharibiwa. Wanapaka mafuta kwenye mwili. And then the end is sexual immorality. Rebellious teaching on redemption. Mtu akikwambia kuna vitu vinakomboa mtu, kimbia mapema. It is a rebellion. Tunaukataa msalaba wa mateso ya Yesu. Tunautukana msalaba. Vincent, kwa maisha niliyoyaishi, kama ningelipa pesa ngapi kutoka huko nilikokuwa? How much could I pay? Ningelipa mpaka leo. It was hard. There is a time I thought nikufe. Nilisema I'm not going to live anymore. Nimemaliza form 4 kibayo maisha. And the demons came to attack again. I said, oh God, kama ndio maisha haya, nataka nikufe. Nikakutana na rafiki yangu anaitwa Oscar. Nikamwambia Oscar, mimi nataka kufa. Akaniuliza, unasema nini? Nataka kufa. I want to die because nimejaribu sana. I'm getting exhausted. Because the attack was coming. Akaniambia, Victor, usiseme utakufa. Rudi msalabani. That's wonderful. Ungeclap, ungesema that is now the way. Rudi msalabani. Tell Jesus akamilishe ile kazi. Ukienda kwingine utapotea. Na nikarudi nyumbani airishafu, nikakana yale maneno. Unajua kama umemtamka maneno, usifikiri mtu atakusaidia kama hujaongea vizuri pia. Mpaka uongee mwenyewe kwamba nilisema nitakufa sitakufa. So I went home na nikacancel. Na nikasema I'm going to the church. Nitafuta uso wa Mungu. Akitokea I leave. Asipotokea mimi nitaenda. When I went, nilipofika kanisani nilipiga magoti kule nyuma. That end. Nikaingia, nikainua mikono juu, nikaanza kuomba. Nilipokuwa ninaomba, and I said, Holy Spirit, come down. I want you to set me free. Because I see darkness. I see all over. I want to die. Nilikuwa naongea, I don't know what happened. Nilisikia kama mabati yameraruka. Yale mabati, I felt yametoka yote. Spiritually, yametoka. And the glory came all the way from heaven. Nilikamatwa. I prayed for 6 hours non-stop. And when I was praying, I mentioned Jesus, I don't know how many times, I cannot count. Nilipomaliza mwisho, niliruka tu. And then I heard everything was gone. The end of it. Ndio nikaanza huduma leo na hubiri Injili. Watu wakikudanganya pesa itakukomboa. Mafuta yatakukomboa. Vitambaa vya manabii vitakuset free. Please. Kiatu cha nabii kitakuweka nini? Kwa hivyo wanasema atakayekimbia kuja ibada wa kwanza ashike kiatu cha nini? Cha nabii atakuwa delivered. Na mnajiandaa. Hapa mmeambiwa neno, mnachelewa. Kule wanaambiwa atakayeshika kiatu cha kwanza nabii, kiatu wa kwanza kushika kiatu cha nabii ataponywa. And they run for it, Bishop. They run for it. Wanatoka nyumbani, wanaendesha town speed. Yani ni breakthrough ya ajabu. They are passing through the town. Wanakimbilia kiatu cha prophet. Idolatry, ibada ya sanamu. Coming
ingekuwa kiatu na sisi tulikuwa na wachungaji tungeshika viatu vyao. Kwa sababu sio viatu na pesa na mali. It is Jesus. Tumekuja kwake. Tumekuja na hatutoki. Kama una mpango wa kutoka, wewe nenda. I'm not going away. Hata akisema hapa leo ni mbinguni ya we shall be here. Mradi Yesu yupo. Hujanielewa? Mradi nimerejesta ni Yesu yupo. Sio chumvi, sio mafuta, sio vitambaa, sio socks. Namaliza. Najua unaniambia nimalize. Usianze kuchanganya faili ili msikose kunialika tena. But you are purchased with the precious blood of Christ. Mlinunuliwa kwa damu ya thamani ya Kristo, the Messiah, like that of a sacrificial lamb without blemish or spot. Kwa ile damu isiyokuwa na mawaa, damu takatifu ya Yesu, tukakombolewa. Niangalieni watu wa Mungu. From today, don't entertain these prophets, these fake apostles of town. They tell you kuna vitu vya kukomboa watu. Wanaitwa vifaa vya ukombozi, objects of deliverance. If I'm wrong, English iko sawa? Objects of, we have no object, it's an idol of deliverance. An idol. We have only the blood. Watu wangeelewa, wangekuwa nakuja mafundisho. Ukicheza mambo yatakuwa magumu because hautahama. Ndio utatafuta huko. Sawa? Na mimi taarifa ninazo, kuna wengine wametoka hapa, si ndio? Hata msiposema amen. Haleluya. Kwa elimu za hao watu hao. I don't spare them. Mwaga maji kama wachawi. Mafuta kama wachawi. I've seen watu wakitoka ICU without those things. Intensive care unit. Wakarudi kwenye uzima. Walinipigia simu wakasema huyu mwanafunzi amezidiwa form 6 Tanzania. Kifua kimefunga, wamesema ahamishwe hospitali kwenda nyingine. Nikamwambia mko wapi? Akasema Secretary Hospital, it's Mwanza. Wanampeleka Buganda Hospital. Nikamwambia kabla mjampeleka peleka simu. Sio nimekuja mwenyewe, peleka simu alipo. Tuongee na yeye. Kama anaweza kuongea niongee. Wakasema hawezi kuongea. Akasema wewe nenda uongee na yeye. Alipofika nikamwambia weka mkono. Na nikamuuliza wamesemaje? Wamesema apelekwe Buganda ICU, hawezi kuendelea hapa. Nikamwambia no problem. Simama hapo kabla hujaenda niombe. Then I say I cancel death and I command in the name of Jesus, be restored to life. No death, you shall be educated. You shall go on to school. Na nikasema from now get well. Alafu nikasema in Jesus name. Kwa sababu ameagizwa na madaktari, nimeandikwa, nikamwambia ondoka. Wakati wanaenda yeye ni mzima tayari. Wakafika huko wakasema tumesema tulete mtu. Wanamuuliza unalete mtu anafanana hivi? Si ni mzima? Hakuja kufanya nini hapa? Wewe mnasema object. This big God umpatia object. Idolatry. Shame on you. Jesus mtukane, ameteswa, amepigwa, amemwaga damu. Which object can do that work? Usiende huko. Kanisa liko hapa. Tafuta pesa, kanisa lijengwe kubwa. Hiyo pesa unaenda kununua mafuta changa ulete hapa. Na kwanza hata Mungu hachangi. Let me tell you from today. You can always kumchangia Mungu pesa. You give. You don't contribute to God. Yeye ndiye amekuumba. You can't contribute to him. You only give to him. Part of what he has given you. Mwambie mwenzako objects of deliverance tumeachana nazo. Tumeachana hivi tu. Hakuna mambo ya objects. Hii elimu ya objects muachane nayo kabisa. Kama umeikuta mahali na wengine mna screen za TV, I don't entertain. Mimi ni mtumishi wa Mungu. I am on internet full time. But I never listen to anybody with an object. I listen to people who don't use any object. They are there in this world. Maana mimi sio mtumishi peke yangu, kuna watumishi wengi. We have Apostle Michael Kopo from Nigeria. There are very many. We have Apostle Kimani from Kenya. We have Harrison Kamau. They don't use objects. True. I'm telling you what I know. Hao watu wa objects hakuna siku ndio wasikiliza. How can you tell me you are delivered and unatumia object?
eti kufungua wengine. They use that to con money and to get rich. Ni maadui za msalaba wa Yesu wanamtukana mwana wa Mungu aliye hai. Usifanye hayo makosa. We can rise up. It is done. Tusimame mbele za Bwana. Before you allow the music, let me tell you one thing as we pray now. Wale wanaenda na meza ya Bwana, I think I'll allow you direct. So yes, so that you go on with that program. Just immediately I'll finish this short prayer. Can I tell you one thing? Pray knowing redemption is free. Never pay for it anywhere. And it is your right to be delivered without money. Bila pesa, bila chochote. Wanakuambia imeboreshwa, inaitwa sadaka. You see, they change the name. So inaitwa sadaka ya ukombo. Yaani wanajaribu kuipa neno ya Biblia, lakini Biblia haijasema hiyo. Wanaitengenezea jina, hii inaitwa an offering to deliver. And you think it's right. Money can't deliver you. It cannot change to be incorruptible. It is still corruptible. Hata ukimwaga damu Yesu juu yake, haiwezi kukomboa. It is the blood alone. Nitahubiri hivi mpaka siku yangu ya mwisho, for the next 60 years. No change. Na watu Mungu wamefungua, watu wameokoka. Nitawaletea kijana hapa, ni mchungaji Tanzania. Yeye alikuwa mvuta bangi. Bank addict, ni mchungaji leo. Hata hapo unatuma zaka kwangu because I brought them up. They sent tithes to me. Alikuwa bank addict. Without those things, he is a pastor now. Alikuwa hawezi kucheka 2 weeks, akikasirika acheki because of bank addiction. Right now ukiongea ni mtu akufurahi na kucheka. Set free without objects of deliverance. Hizo objects ndio zimevunja ndoa nyingi town. Kuna mtu aliniambia mke wangu ameenda kukaa kwa prophet, hataki kurudi nyumbani. Na wametengenezewa nyumba wanakaa kwa prophet. Na ni mke wa mtu. Can you imagine how demonic it comes? Inakuwaje mpaka utoke kwako uende kwa mtu? Eti ni prophet. Mwingine akaniambia mke wangu halali kwa akitoka kule kwa prophets hao wanaundi, hawezi kulala in my room, analala sitting room. This is how it works now. Demonic. Separation, divorce. Kutoka kwenye nyumba za mapepo hizo. Wasichana wakienda wakata kuolewa ni shida. They just move around zina. Some of them become the wives of the prophets again. At object. You can lift up your hands and say, we were delivered by the blood. I accept the blood in my life. Nothing else. Just raise up your voice. Raise up your voice. Yes. Pray. Na yule mtu ambaye anakuja kuchukua ibada, I just signal you 2 minutes from now and you'll come here. Jesus, I love you. We cannot live under lies again. Mambo ya kudanganya watu yanaisha. Unajua sibasikii nikiomba. Or you are not happy with the blood now. Pray and say, Jesus, we are accepting only the blood for our redemption. Na wale mlikuwa mmetumia vitu hapo awali, mwambie tu Mungu naomba msamaha kwa sababu sikujua hatuwezi kukombolewa kwa vitu vinavyoharibika. Tunakombolewa kwa damu ya mwana kondoo. Vitu haviwezi kutukomboa. Vitu haviwezi kutukomboa. We have known. Maisha ya kwenu hayataondoka kwa vitu, yataondoka kwa damu ya Yesu. Yataondoka kwa kazi ya msalaba. Ile kazi alifanya Yesu pale msalabani. The work of redemption. Ile kazi ya msalaba, ile kazi ya msalaba, ile kazi ya msalaba, ile kazi ya msalaba. Ile kazi ya msalaba. I bless your name. I give you glory. Ile kazi ya msalaba. I bless your name. Ile kazi ya msalaba. Ile kazi ya msalaba. Inua sauti yako kule nyuma, please. The blood of Jesus is here. Nilikwambia naisikia damu ikiwa hapa. Damu iko hapa nyingi. Yaani inamwagika kwa namna ambayo hujawahi kuona. Kuna namna nasikia watu wanahama. Kuna watu wanahama kabisa. Mawazo yao ya kwenda kwa watu wenye vyombo vya ukombozi yamehama. Nasikia watu wanatoka, wanafikiria vizuri sasa. Wanaanza kuona mbele kwamba kumbe hii ndio njia ya msalaba. Hii njia ilikuwa ni njia ya upotofu. Njia ya vitu, the objects, wanakuambia objects, vyombo vya ukombozi. Tumetoka huko. Tumehamishwa katika jina la Yesu. Inua sauti yako. Omba. Kuna mtu haombi anaangalia wengine wanaomba. Hapana. Please. Damu ya Yesu.
Hakika Bwana ni mwema. I feel the happiness of the Lord. Waimbaji tukimbia hapa wakati kiongozi anakuja. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Hiyo damu ya Yesu, oh, damu the way He shifted us from the kingdom of darkness, the way He delivered us from the kingdom of captivity, and now we are free. We have a reason to rejoice. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Bwana wa mabwana na niinua jina lako. Ama kweli hakuna mwingine kama wewe. Umetukuka katika kiti chako cha enzi kwa upendo ambao umetupenda Bwana wa mabwana, Jehova mfalme, na kututoa katika ufalme wa giza, kututoa katika ufalme wa vifungo, kututoa mfalme katika cultures and tradition Baba, na kutufanya viumbe vipya. Tunakushukuru Bwana wa majeshi, jina lako libarikiwe na jina lako linuliwe asubuhi ya leo, mchana wa leo Baba mtakatifu, tuzidi kulitukuza jina lako tukisema Bwana hakuna mwingine kama wewe, maana Jehova mfalme ni wewe Jehova unayetujua, ni wewe Baba
unayejua njia zetu, ni wewe unayejua mienendo zetu Baba, kuingia kwetu na kutoka kwetu wajua. Ndio maana Baba twazidi kusadiki tukisema kwamba wewe ni Bwana. Asante kwa kutubariki, asante kwa kutuinua. Bariki mfalme, hata mnenaji mfalme ambaye amepanda mbegu hii ikalete mazao kwa ufalme, tukafurahie na kusherehekea ushindi wako kwa ajili ya utukufu wako. Asante maana Bwana unaweza. Uhimidiwe na uinuliwe katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen.